hata mimi niko na uoga juu najiuliza hii tumbo yako sasa kama anauma mdomo, akiuma hii tumbo nitabaki na nini? Na mimi kwanza ni mfupi na huyo jamani mrefu kama kai. Nikatoa sauti kama ya mwanamke, nikapiga ndulu. Akaniuliza, akanigonga, akaniambia be a man. Hofu na wasiwasi vimetanda miongoni mwa wakazi wa Kidhodhua, eneo la Ruiru, kaunti ya Kiambu, kufuatia msururu wa mashambulizi ya kutatanisha yanayofanywa usiku na mtu asiyejulikana anayesemekana kuwavizia watembea miguu, kuwapora na kisha kuwauma kwa ukatili. Wakazi wanasema mashambulizi hayo yameongezeka katika mwezi huu wa Julai na kuwaacha wengi na majeraha, huku wengine wakihofia kutoka nje baada ya giza kuingia. Mwandishi wetu Catherine Imoraget ana taarifa zaidi. Wakazi wa Gitothua wanaishi kwa hofu, huku mshambuliaji asiyejulikana akiendelea kuwashambulia usiku, akidaiwa kuwavizia watembea kwa miguu, kuwapora mali zao na kisha kuwauma kwa ukatili kabla ya kutoweka. Tukio la hivi karibuni lilitokea usiku wa Julai 11 wakati Daniel Ndegwa alipokuwa akielekea katika kituo cha biashara majira ya saa 3 usiku. Saa tulivurugana naye, akaswing na mkono yangu ya left, afu ndiye akaniuma kidole. Iko habari ameuma mtu pahali fulani, ameuma mtoto pahali fulani. Yani kila siku ni lazima kuwe kuna kitu kimefanyika kutokana na yeye. Na hakuna watu wanakaa na usalama, ni uoga kila wakati. Hata biashara akina mama wanafunga mapema. Mtoto hawezi tembea peke yake, huwezi tuma mtoto kwa duka. Kwa mujibu wa wakazi, tukio hilo si la kwanza, kwani watu kadhaa ni wahanga wa mashambulizi kama hayo katika wiki za hivi karibuni, huku mojawapo ya matukio ya kutishia zaidi likihusisha mkazi aliyedaiwa kung'atwa sehemu ya shavu lake. Brother yangu aliumwa na Gitau akaumwa hapa kwa mdomo, akararuliwa mdomo kiasi ambayo sura yake ilibaki kama imeharibika vibaya sana. Sasa tunaomba serikali itupatie security ya kutosha. Tunaona usalama umeenda chini sana, upotofu wa usalama, na hata biashara zetu zimeathirika sana. Inatubidi sasa saa moja tuwe kwa nyumba tumejifungia. Wakazi sasa wanaitaka idara ya polisi kuimarisha doria za usiku na kumkamata mshukiwa huyo haraka iwezekanavyo kabla ya watu wengine kujeruhiwa. Tuweza kuchukua jukumu ya kufanya uchunguzi yetu. Mpaka hapo hatujaweza kupata hii mtu, lakini tumeweka mikakati kuhakikisha kwamba tumeweza kupata hii mtu. Polisi wamethibitisha kupokea taarifa za mashambulizi hayo na kusema uchunguzi unaendelea kubaini utambulisho wa mshukiwa pamoja na mahali alipo. Catherine Imoraget, KTN, Nairobi. Nikatoa sauti kama ya mwanamke, nikapiga ndulu. Akaniuliza, akanigonga, akaniambia be a man. Sasa hapo ndio mimi nikasema let me be a man. Akaniuma. Kwa majina ni Kilonzo, na sisi ndio hao wenye unasikia victim wenye wamekuwa wakiumwa huku upande ya Luilu. Mimi naweza elezea hiyo siku ilikuwa siku ya huzuni sana, kwa sababu nilikuwa nimetumwa kuanduka na mama, alafu nikachelewa kidogo. Nilikuwa nimemaliza kazi, sasa nilikuwa nimetumwa kwenda kuchukua sukari. So wakati nilikuwa narudi nikiwa kwa barabara, harakati ya kupita nikapata na kamsichana kwa barabara. Hapo kando kakaniambia handsome boy, come handsome boy. Mimi nikaenda ukaona. Alafu wale kwa soko nilikuwa nimengusaguza ka kitu. Nilikuwa nimekuja ka kitu huko kaunji, hii unji ya nini. Sasa wakati mimi nilikaona nikasema hii ni kama nyota yangu imeng'aa leo. Leo ni wao wenyewe wanaileta. Sasa mimi nikaenda nikakaribia hivi niende nisungumze naye. Wale kwanza nilidhania ni mtu amepotea njia, na nikasema as a good Christian what do you do? Nikasema wacha nini nikapenda elections. Kupika hapo akaniambia are you handsome boy, where are you going? Nikaambia the handsome boy is going home. Na ana maneno mengi. Kakaniangalia vizuri, kakaniangalia na macho, nikajiona ndani ya macho yake. Nikasema hii ni hiyo nyota nilikuwa nimeona leo. Sasa nikaona ananikalimbia hivi. Mimi kwa kawaida mimi sipendi hizo matambia, lakini nikaona amejileta hivi, nikasema let me not disappoint her. Sasa pia mimi nikasongea hivi. Wakati nilisongea hivi nilisikia ameninguza hivi, akaningeuza kichwa, nikasema labda she wants to try new things. Alafu hapo ndio nilisikia
amenishika hapa, nikatoa sauti kama ya mwanamke, nikapiga ndulu, akaniuliza, akanigonga, akaniambia be a man. Sasa hapo ndio mimi nikasema let me be a man. Akaniuma, when I'm still a man, akaniuma, I'm still a man. Wakati niliona anataka kutoka na mashabu, nikamwambia I cannot be a man without my nini hii kindevu. Sasa nikamsukuma hivi na nikakimbia mbio. Sasa ndio nimetoka hospitali, nimetimbiwa. Ile kitu mimi sikubaliana na watu, ndio wanasema sijui mala ni mnainjelia, mala sijui atakuja anapotea ama nini. Mimi kulingana vile mimi niliona eyewitness, niliona nikamsichana na nikalembo sana. So hata ile kitu mimi naomba polisi wakiesa patana nako tupatane nako tuongee, kaniambie tu ukweli if she really meant it ama ilikuwa by mistake kaniuma. Unajua inaweza kuwa labda it is her way of expressing what she feels about the handsome boy. Otherwise mimi sina mengi, ni hayo tu, lakini tukipatana nako tuongee, mimi naweza furahia. Otherwise nimedungwa dawa ya tetanus, naendelea kulikaba. Asante. Itabidi serikali ipe kila mtu bunduki. Sasa unajua vampire imerusha mtu, imemuuma mabega, karusha kwa mtu. Ni barabara ya kwa Cairo ikienda Ruiru ndani. Hiyo mtu alipatikana hapo kama jana amegwama. So ni kama amegwama kwa mamawe hapo ndani. So anamtoa polepole ya mtu hapo hivi. Niwa nipatie bunduki. Na hapo ndo napita kile. Nipatie bunduki. Ni uchungu sana. Nyang'awi na terrorize watu. Mbaya. Hebu angalia.